Sasa hiyo siku mimi niliona kukuwa na msichana, tukaenda kwa room na yeye, mambo na kuburudika kidogo. Jesus. Nikamlipa 150, tukaanza business. Kumaliza hiyo maneno ya pili, huyu akaniambia nifanye nini? Nimlipe pesa. Kumulipa na mimi sasa pesa hakuna. Wakanipiga, wakanifuruta, wakanitoa nguo yote. Hakuna. Jamani, nauliza Wakenya, hii sio rape? Mtu kukata sehemu za siri ya mtu. Atapata huyo mtu ampake namna gani? Hata hakuna haja ya kusaliwa. Hakuna haja ya kusaliwa. Kaunti ya Vihiga. Kila mmoja akijiuliza maswali pasi na kupata majibu. Baada ya mwanamume mmoja kupandwa na mori kupatiza maisha ya nduguye mdogo. Baada ya mzozo kuzuka baina yao kuhusu kipande cha ugali. Inadaiwa mshukiwa huyo alidai kupakuliwa kipande kikubwa cha ugali na nduguye ambaye alidinda kufanya hivyo, akidai kuwa yeye ndiye alitafuta hela za kununua chakula. Basi alikuwa na haki ya kupata kipande kikubwa. Kuna jamaa aliamua kununua ngono kwa shilingi 150. Sasa hiyo siku mimi niliona kukuwa na msichana, tukaenda kwa room na yeye, mambo na kuburudika kidogo. Jesus. Nikamlipa 150, tukaanza business. Kumbe ameniwekea mwingine chini ya kitanda na mimi sijui. Jehova. Wakati ya shughuli, kumbe huyu mwingine anachukua longi yangu. Wanatoa pesa. Kisha kuuliza kidogo, huyu akaniambia utaniongezea pesa. Nikasema si shida kuongezea. Kumbe mwingine amechukua hiyo pesa, ameficha na akatoka. Wow, very interesting. Sasa huyu kumaliza hiyo maneno ya pili, huyu akaniambia nifanye nini? Nimlipe pesa. Kumulipa na mimi sasa pesa hakuna. Wakanipiga, wakanifuruta, wakanitoa nguo yote. Nilienda hospitali nikiwa uchi. Police station uchi. Nilizaliwa. washauri sana walijitokeza kumuhusia mwathiriwa. Unaweza msichana anaweza kukuvaa nini nguo, hakuna suruali ndani, inakuja mpaka hapa. Akikaa ukiona watu usiku na wewe mwenyewe unatamani, kama uko na akili mbaya unaenda kwa hiyo nyumba na tena unaitanga tu, hebu kuja nikwambie. Ukienda hapo kama una pesa utapaki hapo kila kitu, wananyang'anya simu. Wewe uko juu na mwingine hapo chini kwa kitanda. Haleluya. Mwanyango gani chini huyu anakupapaza, wewe unaweka mashughuli zako na wewe anakupapaza. Kuangalia kwa mfuko huku hakuna simu, hakuna pesa yuko nayo. Kana wapi? Hii si ni rape? Hakuna. Jamani, nauliza Wakenya, hii sio rape? Mtu kukata sehemu za siri ya mtu. Atapata huyo mtu ampake namna gani? Hata hakuna haja ya kusaliwa. Hakuna haja ya kusaliwa. Sasa naomba serikali yetu ya serikali kuu na serikali. Tulikuwa tunasikia tu dia kasi. Tukasema si tuwezi toka nje. Saa kidogo ndio kijana mwingine akakuja kutuambia, nyinyi mumekaa kwa nyumba, kodi huku amekufa. Tulienda tukapata yeye ni maiti pamoja na shemeji yangu mwingine anaitwa Lisia Kali, hanaanga maneno. Oh, very sad. Nyuso za huzuni ziliwagubika wenyeji wa Manguyuli, bunge la Sabaki ya kaunti ya Vihiga. Kila mmoja akijiuliza maswali pasi na kupata majibu. Baada ya mwanamume mmoja kupandwa na mori kupatiza maisha ya nduguye mdogo. Baada ya mzozo kuzuka baina yao kuhusu kipande cha ugali. Jesus! Wakati tulikuja tukaangalia vile imefanyika, tukakuta mjamaa ameweka mwenzake chini, amemugonga na nyundu na anapika ugali anakula hapo. Na anaongea nimeweza ile nduma anawezanga mimi, leo nimemweza.
hakuna kitu atafanya, na walikuwa wanazozana juu ya chakula. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Inadaiwa mshukiwa huyo alidai kupakuliwa kipande kikubwa cha ugali na nduguye ambaye alidinda kufanya hivyo, akidai kuwa yeye ndiye alitafuta hela za kununua chakula. Basi alikuwa na haki ya kupata kipande kikubwa. Hawa mmoja hanunui chakula, mmoja tu ndiye ananunua chakula. What are you saying? Wanatuzania kwa chakula tu. Hapo ndipo alimgonga kichwani kwa nyundo na kumuua papo hapo. Baada ya kumuua nduguye, mshukiwa huyo alifunga vipande vikubwa vya ugali kando ya mwili wake. Sasa huyo kijana mwenye kuua huyu alikuwa amechanganyikiwa. Bado tukiwa katika hili swala tumeshangaa sana. Anasema saa hii nimeua, amuke sasa tupigane na yeye. Anajiitanga yeye ni ndume. Hiyo ni ukumbafu. Mimi wachana na hiyo kabisa. Sasa amuke tupigane na yeye. Nimekula ugali kama yeye anaangalia. Amuke. Sasa tukashindwa huyu ni mtu ama sio mtu. Ni mnyama. Wenyeji wa kijiji hiki sasa wameapa kuhamisha familia hiyo baada ya kitendo hicho. Hata mimi nilisutuka. Mtu kama huyu si mtu mzuri. Kitu kizuri tu mhamishi wa mtu aende. Kwa maana mimi ndio mama wa mtaa na mimi ndio bwana wa mtaa hapa. Sasa mtu kama huyo mimi taweza? Hao watu wanauanga watu huko. Hao huyu mtu ni kama ule watu wanauanga watu. Huyo mtu asitaki arudi hapa. Jameni.